katika Matendo ya Mitume 10 mstari wa 11. Pigwa mawe, lakini mbingu zikafunguka. Heya karabasike. Inaonekana unapita kwenye magumu, unapigwa mawe, unapita kwenye moto, unapita kwenye hakuna kusononeka. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mtikise ndani yako, mwambie mbingu ziwe wazi juu ya kichwa chako. Mbingu ziwe wazi juu ya kichwa chako. Tusome Marko 1 mstari wa 10. Kwenye laana, unapita kwenye kukataliwa. Asifiwe. Leo mbingu juu ya kichwa chako ziwe wazi kwa jina la Yesu. Nasema ziwe wazi kwa jina la Yesu. Nasema ziwe wazi. Anasema ninashangaa tu. Ninashangaa nini? Nenda feli uangalie meli inaelea. Ndio hicho cha kushangaa. Bwana Yesu asifiwe. Faida sitarudi kuelezea mbingu zilizofungwa, tulijifunza Jumapili. Sasa tuone faida. Kuna faida gani mbingu zikiwa wazi juu ya kichwa chako? Ukijua faida, hautafanya mchezo mtu afunge mbingu yako. Ni mume, ni mke, ni jirani, ni mtoto wako, hautamruhusu afunge mbingu juu ya kichwa chako. Bwana Yesu asifiwe. Moja, ukiwa mbingu ziko wazi kwenye kichwa chako, mbingu zikamfungukia. Na ukiangalia Yesu baada ya mbingu kufunuka akaanza kufanya kazi. Akapata direction moyoni mwako. Hapana, usibishe. Mimi mbona fulani alifanya hivi na mambo yalienda. Wewe sio fulani. Njia yako sio ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sikiliza moyoni mwako. Una amani na hilo jambo. Anasema amani yake atoavyo si kama ulimwengu utoavyo. Utasikia amani ya tofauti. Kwa maana nimeiona. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbingu zikiwa wazi, haki yako haitapotea. Amen. Yaani lazima kilicho chako kitakuja kwako tu. Amen. Lazima. Amen. By fire, by force. Amen. Unataka utaki kitakuja tu. Mbingu ziko wazi, ni kama mfereji wa maji unavyofuata mkondo. Utaki utaenda, maji yatakuja tu. Uko bondeni, maji yatakufunika tu. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda Dar es Salaam kuna eneo hapo panaitwa Jangwani. Hapo bondeni, lakini watu wanaenda wanajenga. Mvua zikinyesha za mafuriko, nyumba zinafunikwa, wanapanda juu ya bati. Vigodoro vyeusi vimebadilika rangi kwa sababu ya tope. Bwana Yesu asifiwe. Kwani wanataka ile maji yaje? Bwana Yesu asifiwe. Mpaka leo yaje hapa. Kwa hiyo mbingu zikiwa wazi juu ya kuna nchi zilizoumbwa. Ile Bwana Mungu alipoziumba. Wala mboga ya kondeni haijachipuka bado. Kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kulima ardhi. Wakati huo kabla mvua zijanyesha, mbingu hazijafunguka, kulikuwa hakuna chochote katika ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado. Kwa maana Bwana Mungu hajasifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usikubali chochote kufunga mbingu yako. Jumapili iliyopita tulijifunza mambo yanayoweza kufanya mbingu zako ziwe zimefungwa. Ni wewe tu. Mbili, mbingu zikiwa wazi, unakuwa unatembea kwenye sheria ya maongezeko. Lile pipa la unga halikufunguka
wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Mbingu zilikuwa wazi juu ya mwanamke, wazi juu ya maisha yake. Mbingu ikiwa wazi juu ya maisha yako, chakula kijaisha ndani, kingine kimeingia. Maisha tayari mnazo. Haleluya! Amen. Kupungukiwa kwako kunakuwa law of multiplication. Sheria ya maongezeko inakuwa kwako. Yaani wewe unaongezeka tu. Una multiply, unazidishwa kwenye kila eneo la maisha yako. Kuna mtu nilimwambia, unatakiwa uichukie hali ulionayo. Chukia hali ulionayo, ya kiroho au ya kimwili. Kabla hujaichukia kuona hapana, mbingu haziwezi kufunguka. Kwa sababu unaona ni kawaida. Unaona ni sawa tu. Unataka kuishi kama wengine wanavyoishi. Unataka kuwa kama wengine wa kawaida walivyo. Kwa hiyo ni sawa kwako. Lazima ukatae. Utake roho ya kuongezeka, ya kuzidishwa kwenye kila eneo la maisha yako. Yule mwanamke miaka yote 3 anakula vizuri. Mafuta hayajapungua wala unga haujapungua. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 12. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri. Nayo ni mbingu kwa kutoa mvua ya nchi. Nayo ni mbingu itakuwa wazi itoe mvua. Ya nchi yako kwa wakati wake. Mvua ya nchi yako kwa wakati wake. Na kwa kubarikia kazi yako yote ya mikono yako. Na wala si mkia. Wala sio mkia. Nani wewe wa mwisho? Darasani mtoto wa mwisho. Inatakiwa wewe mama ukatae, wewe baba ukatae. Amen. Mwambie Bwana hapana, mbingu za elimu juu ya matablalasa. Yaani wasiofikiri ujako wako tu, bali mwanao ni zezeta wewe. Mungu amekupa mtoto mzuri. Eti wa mwisho mkia tu. Lazima awe juu wala hawe chini. Amen. Mbingu zikiwa wazi, watoto wako elimu yao watakuwa juu tu wakati wote. Amen. Na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nao utakuwa juu tu wala huwi chini. Nawe utakuwa juu tu wala huwi chini. Mbingu zikiwa wazi, hakuna leo uko juu, leo uko 100, kesho uko 0.0. Mbingu zimefungwa juu yako. Kile unachokinunua, ukinunua kochi ndani unauza. Unabaki tena unakaa kwenye plastiki au benchi. Utakuwa juu tu wala huwi chini. Mbingu zitatoa mvua kwa wakati wake. Ina maana kile unachotakiwa kupata kwa wakati huo utakipata. Amen. Wana wa Mungu, mbingu yako iwe wazi. Amen. Mbingu yako iwe wazi wewe. Amen. Mbingu yako iwe wazi wewe. Amen. Hakuna mambo ya kupanda leo kesho unashuka. Leo uko juu, kesho sifuri. Leo mtoto amefanya vizuri. Jamani mitihani ya Mungu, amepata division 2. Ya national 3, 4. Tufiakwa. Mwambie jirani yako tufiakwa. Mungu na azuie. Ndio.
zaeni mkaongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akawabarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke. Haleluya. Amen. Mbingu zikiwa wazi, hakuna tatizo. Amen. Mbingu iwe wazi juu yako. Amen. Baraka za Mungu za jambo lolote unalolihitaji ukaongezeke. Amen. Uzae matunda yaongezeke. Amen. Uzae fedha, uzae biashara, Amen. uzae chochote unachokihitaji kwenye maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukaongezeke. Amen. Ukaongezeke kiroho, ukaongezeke katika mambo ya kimwili. Amen. Kuna mazao mengine hayataki mvua nyingi wewe. Yanataka tu la sharasha. Kwa hiyo ile sharasha tu ikimrukia, tayari na yeye mambo yake yanaanza kuwa safi. Amen. Alikuwa elewani na mume wake, anashangaa mambo yanaanza kuwa mazuri. Kwa sababu amesogelea mbingu yako ambayo iko wazi. Amen. Hebu angalia maisha yako. Yao yanakuwa magumu zaidi. Yuko mtu ukimsogelea unaanza kupita kwenye ukame. Ukiona mtu akikusogelea mambo yako yanakuwa mabaya, kaa mbali naye. Kaa mbali naye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ni mlango wa kumfanya shetani afunge mbingu juu ya kichwa chako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome tena katika Isaya 55 mstari wa 5. Ndiye Isaya 55:5. Tazama utaita taifa usilolijua. Ile wafahamu. Amen. Watakusanya na kuleta baraka kwako na kukufanyia vitu vingine hata uelewi. Amen. Hapa ni kwa nini? Kwa sababu mbingu ziko wazi juu yako. Amen. Mungu anawakusanya tu watu wafanye jambo kwenye mstari ule wa 5. Tazama utaita taifa usilolijua. Utaita taifa usilolijua. Na taifa lisilokujua wewe. Na taifa lisilokujua wewe Litakukimbilia. Litakukimbilia. Kwa sababu ya Bwana Mungu wako. Kwa sababu ya Bwana mwenyewe unajiuliza nini? Imekuaje? Unajua ni Mungu. Unarudisha sifa na utukufu kwamba mbingu zangu ziko wazi. Haleluya. Amen. Haleluya. Mbingu yako iwe wazi kwa jina la Yesu. Nasema mbingu yako iwe wazi. Nasema mbingu yako iwe wazi. Hebu tusome hapo 55 kuanzia mstari ule wa 8 na kuendelea. Maana mawazo yangu si ya kuizalisha na kuichukua. Mbingu zikiwa wazi, baraka za Mungu zikija, sio za kuja leo kesho unakuja. No. Mungu na asilie. Amen. Anasema mvua kama inavyoshuka hairudi tena. Endelea kusoma. Bado kuinyeshea ardhi na kuizalisha na kuichipuza. Kuinyeshea ardhi na kuizalisha na kuichipusha. Ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Kwa hiyo mbingu zikiwa wazi, baraka zitakuja kwako. Mvua ya baraka itanyesha kwenye maisha duniani na uko mbinguni. Fungua mbingu zako juu ya kichwa chako. Amen. Uone yeye neno lake kazi yake ni kulitimiza. Amen. Ufanani na wengine wewe. Haleluya. Unajua sasa hivi maisha yalivyo. Unajua kila mtu anapitia vyuma vibebana, vitie grisi wewe ya damu ya Yesu wewe. Wengine vibane wewe kuna grisi tayari. Haleluya. Kwa hiyo wewe ufanani na wengine kwa sababu mbingu yako iko wazi. Amen. Wengine watalia, wewe utalia. Wengine watasononeka, wewe hakuna kusononeka. Amen. Utauliza hivi una nini wewe? Kwani wenzetu vipi? Haleluya. Amen. Unamwambia mbingu. Ina maana Mungu anakusikia na anakujibu maombi yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unatakiwa wakati ufike useme enough is enough.
going through. Be tired of it. Choka. Mapili wangu niliwachekesha, nikamwambia kuna siku nilichoka. Nikasema no. Sitaki ujinga. Sitaki. Mbingu zikafunguka. Amen. Mpaka uchoke na hali unayo. Yes. Mpaka uchoke na maisha unayo. Amen. Mpaka uchoke na kile unachokipitia. Amen. Zitafunguka. Amen. Lakini ukiona ni kawaida, unajua sisi huku mkoa huu, yani mvua ndio zinakuwa hivyo. Yani huku kulima ni miogo tu. Mwambie mimi nitalima mahindi. Amen. Nitalima mpunga. Yes. Nitalima kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mpaka uchoke ufanye maamuzi. Mungu akulazimishe ufanye maamuzi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mbingu zikiwa wazi. Namba 3, una uwezo wa kuongea na Mungu, wa kuhojiana na Mungu. Amen. Nasema tuhojiane, eleza mambo yako yote, upate kupewa haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chukua kiti, weka hapo mbele yako, mwambie Mungu, this is your chair. Hiki ni kiti chako nimekiweka. Sauti itasikika kweli? Haisikiki. Kwa hiyo mbingu zikiwa wazi nakupa nafasi ya kuhojiana na Mungu. Au na negotiate. Unajua kama kwa wale wafanya biashara kwamba hapana Mungu, haiwezekani. Hivi unakumbuka nilifanya nini wakati ule? Unakumbuka nilivyokutumikia mimi leo? Naangaika na hela maana yake ni wewe ni una mahela na kila kitu. Ndio kuachiana mwenyewe. Mbingu zikiwa wazi, you can question God. Musa akamwambia Mungu, kama utawasomea wana wa Israeli nafute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Ana uwezo gani wa kufanya hivyo? Kwa sababu mbingu ziko wazi, na maana Mungu anamsikia na anamsikiliza. Maana wana wa Mungu tusikubali. Mbingu zikiwa wazi, iko faida kubwa sana. Hebu soma Isaya 38. Isaya 38. Anzia mstari wa 1 mpaka wa 8. Eleza mambo yako. Kwa sababu ugonjwa huu lazima uondoke nao. Tatizo hili haliwezi kuishi. Lakini hata hapo akawa na nafasi ya kuzungumza na Mungu. Endelea kusoma. Basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani. Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani. Akamwomba Bwana, wewe ni nini umejigeuza uso wako? Ukaacha kunywa soda unayoipenda sana. Na hata mimi tunaacha chakula mimi na Mungu mpaka kieleweke kwanza. 3 days. Mimi na Mungu. Ni lini umefanya hivi? Hezekia pamoja na kuambiwa kwamba unakufa, alikubali kwamba afe. Na ni Mungu. Wewe unasikia sauti za mapepo wanakutishia naona waliokufa, naona napita kwenye makaburi, naona wewe vipi wewe? Waambie kufa sitakufa. Haijalishi naona jeneza. Haijalishi naona waliokufa. I'm not dying. I'm not dying. In Jesus name. Wewe unakubaliji. Yeye huyu hajaambiwa na mapepo yanamtishia. Mtumishi wa Mungu ametumwa na Mungu. Amesema Mungu amekwambia wewe unakufa kwa ugonjwa. Utengeneza tu mambo ya nyumba yako ili ufe vizuri. Ufe kwenye wokovu. Akakataa. Mbingu zikiwa wazi na uwezo wa kukataa chochote. Unaweza kubadilisha hatima yako. Unaweza kubadilisha lolote ambalo limepangwa. Hata
Hezekia hakukubali pamoja na taarifa mbaya. Wewe sikia taarifa mbaya, unatetemeka. Unaanza kupiga simu kwa mjomba, shangazi, nani, kujiana na Mungu. Sio wazi unaweza kujiana na Mungu. Hezekia akaojiana na Mungu. Endelea. Akasema, "Ee Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli." Akamkumbusha ina maana anaojiana naye. Negotiating with God. Kwamba Mungu, lakini sikumbuke basi kwamba nilifanya hiki. Amen. Mkumbushe Mungu kile ulichowahi kufanya kwenye maisha yako ya Bwana. Hakuna yeyote ambaye wakati wote anafanya mabaya tu. Liko jambo moja tu ambalo liko zuri, yuko mtu ulimtendea. Mkumbushe Mungu. Kama Musa alivyonegotiate na Mungu. Kwamba usipowasamehe watu wao basi futa na mimi jina langu. Sasa unalifutaje jina la Musa? Mungu analifutaje wakati Musa ndiye alimsaidia kuwatoa watoto wake Israeli Misri kwenye utumwa? Analifutaje? Wana wa Mungu, tusikubali mbingu ziwe zimefungwa juu ya vichwa vyetu. Kataa mbingu kufungwa. Mbingu zikiwa wazi, ni rahisi sana kunegotiate na Mungu, kujibizana na Mungu. Hezekia akamkumbusha Mungu, kumbuka nilivyoenenda mbele zako na kutenda yaliyo mema machoni pako. Mkumbushe Mungu liko jambo moja ambalo niliwahi kumtendea mtu mmoja. Hata ulikutana naye labda barabarani ana nauli, ukamwambia nitakulipia hii 500. Ile leo 500 ulitenda jambo jema. Je, angetembea na miguu kutoka huku mpaka mjini angefika lini? Kwa hiyo ile 500 yako uliyomtolea ile mtu ukamsaidia, ukampa chakula, ukampa unga, ukafanya chochote, hicho mkumbushe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkumbushe Mungu. Lakini lazima uwe umechoka na hicho unachokipitia. Hezekia anaumwa, yuko hoi, amelala kitandani. Sio alikuwa anaumwa anatembea, wewe unaumwa bado unatembea. Sasa wewe zaidi unapitia kwenye magumu, lakini bado uko vizuri na afya nzuri. Unaweza ukawa huna hela lakini hauumwi mahali kokote. Wengine wana hela lakini wana matatizo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hezekia hakuangalia yuko wapi. Amelala kitandani anaumwa. Alikumbusha Mungu. Unalo jambo la kumkumbusha Mungu. Amen. Ili mbingu ziwe wazi kwenye maisha yako. Amen. Mweleze Mungu, nimetoka mbali. Wengine mnatoka Njiro, mnatoka sijui wapi. Moyo tidampo huko. Sijui Tengeu, sijui wapi. Mungu, kumbuka nilikuwa natoka na kwenda kwako. No matter umbali uliokuwepo, gharama ya nauli, ninaacha karibu kote makanisa ambayo ningeweza kutembea tu. Nisingetumia nauli, lakini nakuja mpaka huko kwa kutumia nauli. Kumbusha. Mama, inakuwaje sasa biashara yangu ikose hela? Kwa hiyo niende kanisani na mguu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbusha Mungu, ujiana naye. Eleza mambo yako yote upate kupewa haki yako. Maliza mpaka mstari wa 8. Hezekia akalia sana. Akalia sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, "Enenda ukamwambia Hezekia, Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako." Unaona mbingu ikiwa wazi, Mungu anajibu instantly. Amen. Akamwambia Isaya, Hezekia, nimeyasikia maombi yake. Nimeyaona machozi yake. Tazama, nitaziongeza siku zako. Kiasi cha miaka 15.
nami nitakuokoa wewe, na mji huu, na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Jambo hili liwe ishara kwako, itokayo kwa Bwana, ya kuwa Bwana alitimiza jambo hili alilolisema. Tazama kwa hiyo ikiwa mbingu ziko wazi, lazima Mungu ajibu. Lazima una uwezo wa kuojiana, hata kama madaktari wamesema hili haliwezekani. Unaojiana. Hojiana na Mungu kuhusu hali yoyote unayo. Mkumbushe Mungu yale moja au mawili uliyowahi kufanya yaliyo mema. Hata kama uliwahi kutoa sadaka kanisani, haijalishi kiasi gani. Mkumbushe kwamba nilitoa sadaka kanisani. Nilikupa baba hela yangu hizi. Nilikupa. Kwa hiyo unizidishe. Uongeze. Si umetoa? Ni kazi yangu sinatoa. Sasa ongeza. Mimi sitaki haya maisha. Sitaki mambo ya kukosa pesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi nikiona tu naona kadalili na sijaona hela, mbona ninaona hela inapungua tu, sijapata ya kuongeza. Namwambia Mungu, hebu angalia eti. Maana nilitoa kwa ajili ya kujenga kanisa lako. Na bado natoa. Sasa usiponipa hiyo kanisa inaishaje? Siku lazima nipate. Mkumbushi. Kwa sababu baada ya leo mbingu yako iko wazi. Mbingu yako juu ya kichwa chako iko wazi. Mweleze Mungu ojiana naye. Mwambie Mungu, si umesema? Tukipanda unatuzidisha. 50, 60, 100 kwa 100. Haya 100 kwa 100 iko wapi? Utaona mambo yanabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Malizia huyo wa nani? Tazama nitakirudisha nyuma kivuli na daraja 10 ambao kilishuka juu ya duara ya Ahazi kwa sababu ya jua. Basi jua likarudi madaraja 10 katika hiyo duara ambao limekwisha kushuka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo ndiyo yaliyotokea Hezekia. Hakuangalia kama ndio maana nawaambia, unaenda kwa nabii anakuambia wewe unaenda kufa. Mimi I don't accept that. Mimi sikubali. Haijalishi wewe ni nabii umeshuka na Mungu amekushusha bali. Nakataa hapo. Namwambia sitakufa bali nitaishi. Bwana Yesu asifiwe. Hezekia hakukubali maneno ya Isaya nabii. Wewe unakufa wewe. Tengeneza tu ameenda, baba nisamee. Jamani, hii mali namwachia mtu. Mimi mali zangu baba. Hezekia akasema mimi ni mfalme, hizi mali zangu bado naendelea kula. Sijawi. Wewe ukiambiwa umeshaanza kugawa umeandika majina. Wewe utapata hiki, wewe huyu atachukua mimi naenda sifi kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako sifi kwa jina la Yesu. Haijalishi nani amesema. Kama Mungu alisema na ikabadilishwa. Sebuse majini, sebuse mapepo, sebuse wachawi, sebuse mafrimason. Hawana kitu kwa Yesu wewe. Hawana kitu wao. Mimi nataka wafe, waondoke wote, niwamalize wewe. Who are you by the way? Who are you? Kama inawezekana kubadilisha kile Mungu alichokisema, what about you, Satan? You are useless. Lazima ujue kama
kubadilisha maneno ya kinywa cha Mungu. Sembuse maneno ya wachawi na waganga yanabadilika kwa jina la Yesu. Amen. Imradi mbingu yako iwe wazi. Amen. Tikise jirani yako, mwambie mbingu juu ya kichwa chako iwe wazi. Mbingu juu ya kichwa chako iwe wazi. Ukiwa mbingu iko wazi, unapata baraka nyingi sana sana. Tusome Zaburi 78 mstari 24 na 25. Zaburi. Ndio, Zaburi 78 24 25. Akawanyeshea maana ili wale akawapa nafaka ya mbinguni. Mwanadamu akala chakula cha mashujaa, aliwapelekea chakula cha kuwashibisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akawanyeshea mana ili wale wana wa Israeli wakawa wapiki wala wavuni, ila mana zinanyesha harapashike. Na Mungu mbingu zikiwa wazi, mana zinyeshe kwenye maisha yako. Mana ya pesa inyeshe kwenye maisha yako. Mana ya afya inyeshe kwenye maisha yako. Mana ya fedha inyeshe kwenye maisha yako. Mana ya baraka inyeshe kwenye maisha yako. Haleluya! Hawakulima, hawakupika, mana inashuka tu, wanaenda kuokota. Mbingu ilikuwa wazi. Unapata divine blessings. Yaani unapata baraka ambazo kwenye maisha yako haujawahi. Biblia inasema kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi, na mataifa yote watawaita heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Mbingu zikiwa wazi, yani baraka zinakuwa sio za kawaida. Madirisha ya mbinguni yanakuwa wazi. Baraka zinawangika tu. Wakijaribu wazuie, hakuna anayeweza kuzuia. Ngoja tuende tumchonganishe na wateja, tumfukuzie. Hakuna mteja anayeondoka. Akiambiwa tunadaa, mimi yule nimemzoea eti. Mimi hapana. Haleluya. Nilizoea hiyo duka. Mimi nanunuanga pale vitu. Kwanza vitu vyake hana bei kubwa. Kumbe sio kwamba una bei kubwa. Inawezekana yako imezidi hata kwa shilingi 50 kuliko ya wenzako. Lakini ni kwa sababu mbingu juu ya kichwa chako ziko wazi. Amen. Kwa hiyo unapata divine blessings. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbingu zikiwa wazi. Namba 5 nafikiri, mbingu zikiwa wazi unapata Mungu anaingilia kati kila jambo kwenye maisha yako. Mungu anaingilia kati kila jambo kwenye maisha yako. Isaya 54 mstari wa 17. Isaya 54 mstari wa 17 ndio. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utakuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao itakayotoka kwa mimi, asema Bwana. Haleluya. Amen. Yaani Mungu ataingilia kati kila vita. Amen. Kila silaha itakayotumwa kwako, ni gobore, ni nuclear, maana yake ni uchawi, ni uganga, ni ufrimasoni, sijui nini, haitafanikiwa. Amen. Kwa sababu mbingu juu ya kichwa chako iko wazi. Watanyanyua mikono na kurudi kwako kuambia, Bwana wewe, yani wewe sikuwezi kabisa. Wewe umeshindikana. Nimekuloga sana, lakini nimeacha sasa, siwezi. Nimewaachia wengine. Mimi nimeshindwa. Haleluya. Kwa sababu Mungu ataingilia kati.
baya linalokuja kwenye maisha. Amen. Meshaki, Shadraka na Abednego wakatupwa kwenye tanuru la moto. Mle katikati akashangaa mfalme kwamba mbona naona mtu mwingine 4 na nimetupa 3. Tena naona nguo zao ziko vizuri hata hazijateketea wala miili yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila jambo kwenye maisha yako Mungu ataingilia kati. Amen. Nasema Mungu ataingilia kati. Amen. Mungu anaingilia kati. Amen. Chochote unachokipitia kuanzia leo Mungu aingilie kati. Amen. Nasema Mungu aingilie kati. Amen. Nasema Mungu aingilie kati. Leo luka juu yako haitafanikiwa. Nasema haitafanikiwa. Hallelujah. Luka 3, tumalizia hapo kwenye Luka 3:21. Luka 3:21. Luka 3:21. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunguka. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiache kuomba mbingu zifunguke. Amen. Omba divine intervention. Bwana Yesu asifiwe. Baba Bwana aingilie kati kwenye hilo jambo linalokusumbua, kwenye hilo tatizo ulionalo, kwenye shida iliyoko, kwenye mtu anayekupa shida. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akupe mbingu zilizo wazi katika jina la Yesu. Amen.